Oh. Unachota maji? Nachota maji mwanangu. Habari za shule? Nzuri, hata uchoki. Nachoka aje kwenye kazi zangu tena mwanangu, tena nachoka. Shikamoo. Marahaba. Hai, za shule? Mama, nimetoka shule, walimu wamesema kesho kuna kikao unahitajika. Kikao tena? Haya, babako atakwenda kesho. Mimi na kazi zangu bwana. Haya sawa. Mimi ndo zangu ndani. Wewe Swaumu. Ukifika ndani ubadilishe nguo. Ukishamaliza uchukue chakula ule. Sawa? Sawa, na nilivyoona nje unafikiri nitasahau. Wewe tena kwa kula. Kama nakujua. Haya. Nako uko shuleni kila siku ana kikao. Sijui lini atakosa vikao jamani. Kaze mama, utapona. Kaze mama. Kaze mama, utapona. Milanda mdogo wangu. Nini unafanya? Wewe sio mtoto tena. Ushakuwa msichana. Unalia unamaanisha nini sasa? Haujui kama unachokifanya ni kitu kibaya sana? Kwenye hali kama hiyo ya mama unalia. Uhisi kama unakaribisha kitu kibaya huko mbele? Na imani ipo siku mamangu atainuka. Labda mimi nisiwepo, Milanda. Pole mama. Kaze, utapona. Mwisho wa safari yangu umefika baba. Mimi buriani baba. Mama, useme hivi. Siponi mwanangu. Nakufa mwanangu. Mama, useme hivi, utapona. Mamangu utapona mama. Mama utapona. Utapona mamangu. Kala shida tafanya kila kitu. Imradi upone mama, useme hivi. Rashid. Bwana, samahani bwana kwanza kukusumbua. Ndugu yangu, na matatizo makubwa sana. Hivi ninavyokuambia bwana, mama yangu nyumbani anaumwa. Alafu sina $10. Yaani ni mama anahitajika kupeleka hospitali muda wote. Kadi tunavyozidi kukaa naye anazidiwa. Ndugu yangu, naomba unisaidie japo shilingi 50 tu tumpeleke hospitali. Nasikia Rashid. Mimi kwa sasa hivi niko vibaya sana rafiki yangu. Na isitoshe omnyo unanifahamu kama ninacho. Yaani hapa nina kiasi kidogo sana, tena hicho kiasi chenyewe nakipeleka kwenye biashara yangu. Biashara yangu yenyewe inayumba hatari. Sawa. Nimekuelewa. Lakini nikupo nakwambiaje, yaani kama inawezekana hiyo pesa ile uliyokuwa unasema kwenye biashara tungetoa japo kidogo tu,
tutalipana ndugu yangu, yani tutalipana. Najua kabisa utanikata hata uko juu, yani wewe ndo bosi, unatakiwa unisaidie mimi, sina chochote. Mimi kama ninavyokuelewa wewe mwenyewe unabidi unielewe siku moja moja. Mimi kiasi nilichokuwa nacho nikikupa wewe, biashara yangu mimi itaanguka, na mwenyewe unafahamu kabisa. Ile biashara mimi ndo inanipa kula, biashara inanifanya mpaka leo naishi. Mimi sina kitu. Laiti ningekuwa nacho mimi ningekupa. Sawa. Nimekuelewa. Fresh ndugu yangu. Sasa nakwambiaje, yani hata kama ndani kuna viunga hivi tupate kumpikia mgonjwa uji, maana yake ninakwambia ndani hamna chochote. Yaani tupike hata uji. Sasa sawa, sisi tunazungumza au vipi? Nenda kuja hapa afle au vipi? Sasa sikia mama. Mimi naona huku nikienda huku anaweza akasababisha bwana. Sije kama mazingira fresh, mimi naona nikuache tu hapa. After asilia na vipi? Arafu, mbona kuuliza utaki kunijibu? Yule uliokuwa unaongea naye pale nje ni nani? Anataka nini? Unajua mambo mengine ni ya kiume, ndio maana nikashindwa hata kukujibu. Mimi ni mfanyakazi wangu. Alikuja na shida, si mamake anaumwa, anahitaji pesa. Alafu kanikuta mwenyewe sina mudi. Ndio maana nikarahisisha mambo tu awai. Mwache hivyo wako bwana. Sasa fanya hivi basi. Wewe utafikisha au vipi? Tutawasiliana. Asante. Au vipi? Toto. Tutawasiliana. Hamna shida. Vipi? Safi na kwaje? Poa. Vipi? Mbona yuko? Nilikuwa natoka sasa hivi. Niambie. Moza. Hali ya mamangu inazidi kuwa mbaya. Moza, mamangu anaumwa. Yaani kila siku afadhali ya jana. Yaani kinachohitajika pale ni kupelekwa tu hospitali. Hakuna njia nyingine yoyote. Na kama unavyojua mwanaume wako mimi sina hela. Na mimi ndo kaka pale. Nachanganyikiwa hata sijui nafanya nini. Pole sana. Najua ni kipindi gani ambacho unapitia sasa hivi. Kwani ulikuwa unahitaji bei gani labda? Tungepata hata hela kidogo usiku wa leo, tukapata dawa za maumivu akatumia mgonjwa, kisha asubuhi tumwaishe hospitali. Ungenipata shilingi 50,000 ndio kumsaidia. 50,000? Mimi sasa hivi sina kwa kweli. Yaani siwezi kuahidi kama naweza nikakupa muda huu, sina. Ila nitakupa tu kilichopo kiweze kusaidia kwa usiku huu. Alafu kesho ukicha nitakupa hiyo hela ambayo unahitaji ili mama aende hospitali. Moja. Hii nisaidia nini sasa? Yaani hata wewe mwenyewe nitafanya nini na hiyo hela? Yaani nisaidie kitu chochote? Sikia nakwambia Rashid. Najua ni hela ndogo sana. Lakini wewe pia unajua maisha yetu ambayo tunaishi. Sawa? Kwa hiyo inabidi upokee hiki kiasi kidogo. Umnunulie mama dawa za maumivu usiku huu apate kulala.
Kesho asubuhi mimi nitakupa hiyo hela ambayo unahitaji. Tuko pamoja Rashidi. Sawa. Kwenye shida na raha. Basi sawa. Ngoja wewe nikuache. Ilanda mdogo wangu, unajua kabisa sipendi kukuona unapokuwa mnyonge muda wote, kwa sababu wote tunajua hali ya mama kama anaumwa ndio, lakini isababishi wewe muda wote umenyongea, ni mtu wa kulia tu. Kila siku nakwambia unavolia unaweza kukaribisha vitu vibaya unajua. Kaka, nashinda kujizuia nikimwona mama akiwa katika hali ile, na kikubwa kila siku zinapozidi kwenda hali yake inazidi kuwa mbaya. Unapambana sana umsaidie mama, unapambana sana utuendeshe sisi. Sikiza nikwambie kitu ndugu wangu. Giza likiwa kubwa sana, ujue panakaribia kupambazuka. Si umenielewa eh? Haya matatizo tu. Ila mama yetu ipo siku atainuka na atakuwa kama zamani. Usiwasi kuhusu mama, kwa sababu hata hivyo kesho nina kiasi nimepata. Nataka nikupe twende hata kumpeleka hospitali. Sawa? Basi uache kuwaza hivyo. Pike hapa utoe dongo tule. Sawa? Masaumu! Masaumu! Mbona sasa unakuaga kabisa sana mke wangu? Muda wote huo mimi nagonga, eh? Kama kuna waizi huko, sio utakuwa umeshaniumiza mimi tayari. Ni bora atakuwe hapo na shuhudia. Nitashukuru Mungu tu. Haya, ulikuwa hapa sasa mpaka giza hii. Nilikuwa kwenye vijio vya kahawa mke wangu. Nitakuwa wapi saa hizi? Unajua tena ukiwa katika vijio vya kahawa, stories zinakuwa ni nyingi hizi hapa na pale mpaka muda umefika saa hizi. Hivi basi waumu. Wewe utajirekebisha lini wewe? Na utu uzima uliokuwa nao upo kwenye kijiwe cha kahawa kweli? Mpaka giza imetanda. Sasa ndio narudi. Istoshe una watoto 4. Saumu 5, lakini bado akili yako inarudi nyuma kule kule. Niko kwenye kijiwe cha kahawa. Unarudi muda huu. Wewe baba Saumu wewe. Masaumu, unamaanisha kwamba nilikuwa kwa wanawake au ni kitu gani hasa kinakufanya unatoa maneno mengi? Mimi hiyo hainihusu. Lakini nakwambia ukweli, sio akataka kurudi saa hizi wewe ushakuwa mtu mzima hapo ulipo. Una majukumu ndani lakini hujielewi, hujitambui. Sasa ndio narudi. Mimi nikuelewe vipi? Hebu shusha sauti yako wakati unaongea na mimi wewe mwanamke. Hivi uone kama ni usiku huu? Mambo yetu mimi na wewe usinisubiri ndani. Kwa nini unakuwa namna hii wewe lakini?
Ungejua wewe kama usiku usingerudi muda huo. Basi ngoja niingie ndani mke wangu. Na wala usingenisumbua kunigongea mlango. Umenisikia eh? Ungelala huko huko ulikotokea. Muangalie kwanza. Na mimi najua hapa wezi hakuna. Wala hao vibaka hakuna. Yaani mimi niliombea wakukate kate hapo mapanga. Alafu mimi nikulie ubwabwa. Mtu mzima ovyo. Kinywa cha kahawa. Mama. Shule. Vipi ushamwambia baba kuhusu ile swala? Babako atakujamwambia. Jana karudi muda mbaya. Karudi kachoka, katembea vigumbo kama katoka kwenye ngoma. Nimeshinda hata kumwambia. Wewe mwanangu nenda tu. Mimi hapa nitajiandaa na kuja mwenyewe huko shule. Haya sawa, bye. Haya. Saumu bwana. Haya. Nakwambia wewe mwanaume. Jana katembea, kadhuruka huko. Karudi, miguu vumbi tupu. Miguu meusi kama kuku wa kienyeji. Ulikuwa unaongea nini na mtoto? Au unaona mimi siwezi kutimiza jambo la mtoto, si ndio? Unajiona wewe bora sana kuliko mtu mwingine yote yule. Sasa uongo. Uongo? Wajana maudi saa ngapi hapa? Mwanamume mzee maudi saa ngapi? Umerudi hapa saa 6. Hata kama ningerudi saa 10. Umechoka, miguu vumbi tipu hapo ulipo. Memacho ilikuwa mekundu hiyo. Haya, hivi mwanamume kama unajua familia yako ngodi saa 6 usiku. Kwa nini usingerudi saa 2? Ili ujue familia yako ilivyo. Ukiambiwa kweli unaniambia hivyo. Hebu nyamaza wewe mwanamke, usiniletee ujinga mimi hapa. Kila kikao unataka kwenda wewe. Maana wewe ni mjuaji sana wa vikao, si ndio? Wewe unajua sana habari za vikao? Laiti kama ungekuwa unajua vikao ungewahi kurudi. Ungejua familia ni nini ungewahi kurudi. Lakini hujui maana familia kitu gani. Unarudi usiku. Hebu niambie mtu atakwambia kitu gani? Ukiambiwa unakuja jue kama nani? Kwa sababu mwanaume ukweli unaambiwa muda wako unarudi ni mbaya. Alafu mrudi una chochote. Umerudi umechoka hapo ulipo, mivumbi tu ndani huko. Usiambiwe ukweli. Kwa sababu gani? Umetubebea nini jana? Kichofanya mpaka rudi macho mekundu. Nini ulichotubebea jana? Kuna kitu nakitafuta kwangu.